Mambo vipi? Uko poa kabisa? Hii inaitwa Seni Tactical Board, sehemu pekee ambapo unakwenda kufahamu mbinu mbalimbali za kimichezo ambazo zinatumiwa na makocha wa wapo viwanjani. Ni technique versus tactical. Tunakwenda kuona vitu vyote viwili kwa faida na hasara za mbinu hiyo. Zinakuwa zina faida gani, zina hasara gani? Inaitwa kipande cha kaka. Sasa utanipata hivyo. Lakini nikukumbushe tu kabla tujafika mbali, nenda katika YouTube, subscribe, like, comment, share, utakometisha. Jina ni moja tu, Seni Media. Lakini pia katika Instagram, Facebook au X, zamani Twitter, pia tunapatikana hivyo hivyo kama Seni Media TZ. Utapata, utakuwa umetisha zaidi. Utatuachia comment yako, maoni yako juu ya kile ambacho unakisikia na unatamani kitu tukiongea zaidi, utakuwa umetisha. Viwanjani huwa kuna mbinu mbalimbali. Kuna pressing, kuna possessing, lakini pia kuna defensing. Kuna watu au kuna makocha ni maarufu sana kwa kupossess mpira, kwa kumiliki mpira, kufanya mambo mengi uwanjani. Hapa tunazungumzia mtu kama Pep Guardiola kutoka kule nchini Hispania, akiwa ni kocha wa klabu ya Manchester City. Huyu ni mkali sana wa kucheza mpira wa kupossess, tupige pasi. Lakini wako wazee wa samba. Ili samba utakwenda kuliona kwenye timu ya taifa ya Brazil. Lakini pia wako wale master wa kucheza mpira wa tic-tac, yani tic-tac, mpira fulani hivi unapigwa unaenjoy. Lakini wako wengine wazee wa kudefense, wazee wa kujilinda. Hapa utaacha kumtaja mtu mmoja, the special one, anaitwa Jose Mourinho kutoka kule nchini Ureno. Sasa leo sisi tuanze kutazama formation ya 4-4-2 flat, 4-4-2 flat. Ziko 4-4-2 za aina mbili. Kuna 4-4-2 diamond shape, lakini kuna 4-4-2 flat. Sisi leo tuanze kutazama 4-4-2 flat. Faida zake ni zipi? Hasara zake ni zipi? Na zinahitaji mchezaji kwa namna gani? Twende mwanzo mpaka mwisho kwa pamoja. Nikukumbushe tu, subscribe, like, comment, share katika YouTube, lakini pia fuatilie, utakuwa umetisha zaidi. Tuone hiyo mbinu za 4-4-2 flat inakuwa vipi na faida zake ni zipi na hasara zake ni zipi ukikutana na timu upinzani ambayo haichezi 4-4-2 au nayo inacheza 4-4-2 nyingine na inachezaji wengine. Wenzetu katika ubao wetu 4-4-2 tunakwenda kuiangalia, lakini hii itakuwa ni flat. 4-4-2 flat. Sasa hii 4-4-2 flat inakuwa vipi? Shumu hundo uwanja wetu. Jumba letu ni hili. Yes. Hapa ni katikati uwanja, lakini huku ni goli A, huku goli B. 4-4-2 flat inakuwa vipi? Kwanza anasimama mlinzi hapa. Huyu ni mlinda mlango, yani goalkeeper anakuwa hapa. Lakini 4-4-2 flat hii itaenda na mlinzi wa kushoto atasimama hapa, lakini pia atasapotiwa na namba 5 na namba 4 watakuwa hapa katikati, lakini namba 2 watakuwa hapa. Hii ndio mfumo wa 4-4-2 flat. Lakini pia 4-4-2 flat hii utaongezeka winga mmoja, lakini na winga upande huu. Hapa katikati watasimama viungo kwa namna mbili. Atasimama namba 8 pamoja na namba 6. Huyu atakuwa mmoja na support kwenye kushambulia, huyu namba 6 atasupport kwenye kujizuia. Lakini hapa mbele watasimama watu wawili, central attacking forward watakuwa hapa. Sasa faida hii 4-4-2 flat, endapo goalkeeper anakuwa na room kubwa ya kuanza mipira kokote anapotaka yeye. Yes, kama hivi. Lakini faida yake hii mfumo wa 4-4-2 flat, hilo tumesema tunaangalia 4-4-2 flat tu. Hii kwanza ni mfumo ambao umempa faida sana kocha Sir Alex Ferguson kipindi akiwa na Manchester United. Alikuwa akitumia sana mbinu hii ya 4-4-2 flat. Ni mbinu nzuri kwa timu ambayo inataka kumiliki, kucheza mpira kwa wingi, inakuwa na uwiano mzuri kati ya kulinda na kushambulia. Faida ya mfumo huu wa 4-4-2 flat, yani walinzi 4, una viungo 4, lakini pia una washambuliaji wawili, namba 9 na namba 10 wanakuwa hapa. Faida ya mfumo huu ni rahisi sana kueleweka. Kocha yoyote ambaye anataka kuanza kujifunza mbinu za ukocha, basi ni rahisi kwake kwa kuanza na 4-4-2 flat. Hapo unakuwa una zoni ya walinzi 4, lakini una zoni pia viungo 4 pamoja na washambuliaji wawili. Yani hapa walinzi ni 4, hapa washambuliaji mawinga pamoja na viungo. Kwa hiyo ni zoni ya viungo, unakuwa na watu 4, lakini mbele unakuwa na watu wawili, namba 9 na namba 10.
Faida yake ya kwanza ni rahisi sana kueleweka na kuchezeka. Mtu yoyote ambaye anataka kujifunza mbinu za ukocha, basi mfumo huu ni rahisi sana kueleweka na kuchezeka. Lakini pia inakupa uwiano mzuri kati ya kushambulia na kujilinda. Endapo mtashambuliwa, basi mnaweza mkarudi ili lundo kubwa la hapa viungo wanne wakarudi huku na kuongeza mzigo mzito kwenye eneo la kujilinda. Lakini pia kama watakuwa kuna faida nyingine ya formation hii ya 442 flat, inatoa nafasi kwa mawinga wa pembeni kuingia ndani. Namba 7 pamoja na namba 11 wanaweza kuongeza mzigo hapa mbele kwenye eneo la ushambuliaji na kujenga ushambuliaji wa 4. Faida hii ni nzuri sana kwa timu ambayo ina wachezaji wenye asili ya mbio. Mfano kipindi cha Sir Alex Ferguson, ulikuwa ukiona upande mmoja akitoka Luis Almeida da Cunha nani, pamoja upande mwingine akitoka Park Ji-sung kutoka kule bara la Asia. Alikuwa anacheza pia sehemu moja. Hawa ni watu ambao walikuwa na sifa ya speed, sifa ya kukimbia. Wakati mwingine alikuwa anatokea mtu anaitwa Antonio Valencia, na pia alikuwa na sifa hiyo hiyo ya kukimbia. Kwa hiyo formation hii huko watu pembeni mawinga wanaongeza mzigo hapa. Lakini hasara sasa za formation ya 442, formation ya 442 flat, hasara yake nyingine au hasara yake kubwa kabisa inaelemewa kirahisi na timu ambayo inakuwa ina viungo watatu au wanne wa katikati. Endapo utakutana na timu inacheza mfumo wa 4-3-3, yani timu inacheza mfumo wa 4-3-3, basi ni rahisi sana kuielemea mfumo wa 442 flat, kwa sababu katikati itakuwa ina watu watatu, nyuma ina watu wanne, mbele ina watu watatu. Wakati hii mbele ina watu wawili tu, lakini katikati ina watu wanne, ambao hao wawili wana tabia ya kuingia ndani kuja kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo inaelemewa na timu ambayo itakuwa inacheza na viungo wengi katikati. Mfano ni timu inacheza na 4-3-3. Lakini pia timu hii haimpi nafasi kocha ya kufanya ubunifu kwenye kiungo cha kati. Kocha yoyote ambaye anatumia mfumo wa 442 hana nafasi ya kuweka viungo wabunifu kama ambavyo unakutana mtu labda Ilkay Gundogan ndani ya Manchester City, Kevin De Bruyne ndani ya Manchester City, ambaye ni viungo kwenye sifa ubunifu, wanajua kupaka mafuta. Mtu kama Andre Iniesta kipindi akiwa na Barcelona, au Xavi Hernandez, Xabi Alonso, unakuta watu kama Sergio Busquets walikuwa hawezi kufanya ubunifu au nyumbulifu kutokana na formation ya namna hii. Haimpi kocha nafasi ya kufanya viungo wake wawili kuwa ubunifu, kupaka mafuta mpira, kuchezea na kuongeza sukari. Lakini pia haina mshambuliaji aliyekuwa na majukumu maalum. Nilikwambia hapo awali, hii mbele wanasimama watu wawili, namba 9 na namba 10. Formation ya 442. Hawa watu wawili wa mbele kabisa hawana majukumu maalum. Hakuna yule ambaye atakuwa ni central attacking forward. Hayupo. Hapa kuna mtu atacheza kama false number 9. False number 9 huwa tunapenda kuita kwa Kiswahili ni namba 9 wa uongo au namba 9 wa uongo. Kwa hiyo haina mtu mwenye nafasi mama hapa. Huu ni namba 9 pase wa kufanya kufunga. Yes, faida hii ya 442 flat kama ambavyo kujuza, haina mshambuliaji pase, na mtu anaweza kucheza kama false number 9, namba 8 wa uongo, au tunasema kwa Kiswahili namba 9 kivuli. Anaweza kucheza kati ya namba 10 au 9. Hakuna mshambuliaji pase. Mwingine atacheza kama central attacking midfield, watu wanamuita kwa kifupi CAM. Lakini hivyo. Kwa hiyo mfumo huu ulikuwa unatumika sana na Sir Alex Ferguson. Ni mfumo ambao umempa mafanikio mara kadhaa akiwa na Manchester United, lakini mpaka sasa kuna wakati unatumiwa na El Cholo Diego Simeone kutoka Atletico de Madrid. Ndio anatumia mfumo huu wa 442 flat. Mfumo fulani mtamu hivi kwenye kujilinda na kwenye kujizuia, mfumo wa kibabe zaidi. Enjoy. Yes, kama ambavyo tumeona faida ya mfumo wa 442 442 flat, ambapo una faida una hasara. Sasa unaweza kuandikia katika upande wa comment, ni kocha gani unahisi ni mzuri sana akitumia mfumo huu? Kocha ambaye kwa sasa hivi bado yupo katika ulimwengu wa soka, lakini makocha ambao wanatumia mfumo wa 442 flat, hebu niambie ni kocha gani unahisi ni mzuri sana akitumia mfumo huu? Alafu ni wachezaji wa namna gani wewe unajua ni wazuri wakitumika katika mfumo wa 442? Kufikia hapa Seni Tactical Board na kwa imetamatisha. Nikukusii na nikukumbushe endelea kutufuatilia kunako mitandao mbalimbali ya kijamii katika Instagram, Facebook, Twitter au X. Kwa sasa ndio inajulikana hivyo. Tunapatikana kama Seni Media TZ, lakini pia TikTok inaenda namna hiyo hiyo, Seni Media TZ.
follow kule, alafu upate madini mbalimbali ya vitu mbalimbali, utakuwa umetisha zaidi. Lakini katika YouTube, subscribe, like, comment, share, utakuwa pia umetisha sana. Till next time, bye bye.